Ni matumaini yangu ya kwamba sote tuko salama katika upendo wa Mungu. Ninashukuru sana kwa sababu ya muda mfupi ambao umetenga ili ya kwamba tuendelee kujifunza neno la Mungu pamoja. Na siku ya leo naomba ya kwamba tujifunze kuhusu toba na imani, repentance and faith. Kwa kweli sote tunajua ya kwamba mtu anatubu na kusamehewa, ama ukitubu kwa kosa fulani ambalo uko nalo, mtu anasamehewa na mtu mwingine. Vivyo hivyo naomba ya kwamba tujifunze kuhusu toba na imani kupitia hadithi hii ambayo imerekodiwa katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 4. Katika mlango wa 4 wa kitabu cha Mwanzo tunapata historia ya Kaini na Habili, vile jinsi walivyotoa wote sadaka kwa Bwana. Kama vile tunavyojua ya kwamba tangu Adamu alipomuasi Mungu ilibidi sasa, huwezi ukaenda mbele ya Mungu mikono mitupu. Lakini sasa hapa tunaona historia ya kwamba pia Habili na Kaini walijiandaa pia ili ya kwamba waweze wakamkaribia Mungu na matoleo yao. Naomba ya kwamba kabla tujaendelea zaidi, tusome kwanza mistari kadhaa katika kitabu cha Mwanzo, na najua ya kwamba Mungu atatufunza ama tutajifunza jambo sana muhimu katika hadithi hii. Basi nasoma Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 3, inasema hivi: ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Mstari wa 4, Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Tunaona ya kwamba Mungu alizitakabali sadaka za Habili, lakini sadaka za Kaini Mungu alizikataa. So Mungu alimkataa Kaini na sadaka zake, sio sadaka tu, hata yeye mwenyewe Mungu alimkataa, akakataa hadi sadaka zake. Na tunaona ya kwamba sadaka za Kaini zilipokataliwa, Mungu alipozikataa sadaka zake, tunaona jinsi Kaini akabadilika kabisa. Ndiposa katika mstari wa 4 Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Mstari wa 8, Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamua. Kaini akamwinukia nduguye Habili akamua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake, ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Narudilia mstari wa 13. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi, nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Hata itakuwa kila anionaye ataniua, kila anionaye mimi ataniua. Bwana, mstari wa 15, Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Narudilia mstari huo mwisho, Bwana akamtia Kaini alama, mtu amwonaye asije akampiga. Mstari wa 16, Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana.
akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Nimesoma hadi mstari wa 16. Hadithi hii tunaijua ya kwamba Kaini ndiyo akamua nduguye Abili. Mara kwa mara unapouliza mtu yeyote, mwenda kanisa ama sienda kanisa, je, Kaini kwa kosa hili alilolifanya, ama je, Kaini alisamehewa? Je, Kaini aliokolewa? Kila mtu unaweza ukanijibu ya kwamba ndiyo, Kaini hakuokolewa kwa sababu hakuomba msamaha. Kaini aliua, Kaini alifanya, Kaini. Na ndiposa unapotembea mjini ama mtaani ukitafuta mtu ambaye anaitwa jina lake Kaini, unaweza ukamkosa. Watu wengi hatupei watoto wetu majina kama Kaini kwa sababu tunajua ya kwamba Kaini ni mtu mbaya aliyemuua ndugu yake Abili. Lakini basi kupitia historia hii naomba ya kwamba Mungu atupe neema, na Mungu akupe neema aweze kukufungua masikio ya roho, ama aweze kufungua moyo wako ili ya kwamba uweze kuelewa maana ya toba na imani. Nilisema ya kwamba leo tunajifunza kuhusu toba na imani. Tunaposoma unapoona mstari wa 15, mstari wa 15 unasema kuwa Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama. Bwana akamweka Kaini alama ili ya kuwa usijaribu kumuudhi, usijaribu kumpiga, usijaribu kumuua. Ni kumaanisha Kaini aliwekwa alama, na hiyo alama ndio wokovu ambao Kaini alipata. Kaini ni mtu mbaya kwa kweli. Tunapomtazama Kaini ni mtu mbaya, lakini sasa kwa sababu ya upendo wa Mungu hapo mbeleni, kabla hawajaleta sadaka zao, matoleo kwa Bwana, Kaini alikuwa ni mtu mzuri, aliishi kama mtu mzuri, aliishi maisha mazuri. Kaini actually ni mtu mzuri sana, analima na anapata mazao kwa wingi. Kwa hivyo anaishi maisha ambayo ni anafanya kazi. Na unapouliza watu wengi ni kwa nini Mungu hakuzitakabali sadaka za Kaini, unaweza ukafikiria ya kwamba Kaini aliokota, alileta vitu ambazo sio vizuri. Lakini nataka nikuulize, ikiwa ni wewe, ingekuwa ni wewe, na kama vile unavyojua watu wengi kwa sasa hata makanisani, ikiwa watu wengi ni wagumu hata katika matoleo, ni kwa sababu hawana imani na yule ambaye wanamtolea. Kwa kusema unafikiria ya kwamba mtu anasema sadaka ni kutolea Mungu, lakini how sure are you? Mwanadamu hana imani kabisa ikiwa sadaka zake zinapokelewa na Mungu. Lakini huyu Kaini alikuwa na imani, alijua ya kwamba anamtolea Mungu hizi vitu ama haya mazao ya ardhi, hazitapitia kwa mtu mwingine, lakini zinaenda direct kwa Mungu. Vivyo hivyo Abili naye alijua ya kuwa anamtolea Mungu. Na sasa ikiwa ni wewe, kama unajua ya kuwa ni Mungu unatolea, je, unaweza ukaokota vitu ovyo ovyo tu? Hakuna mtu anaweza akatoa vitu ambazo hazina maana mbele ya Mungu. Ukijua ya kuwa ni Mungu ambaye alikupa na ni yeye unarudishia shukrani, kila mtu anaweza akachukua zile ambazo ni bora zaidi. Vivyo hivyo jua ya kuwa hata Kaini alichukua alileta zile ambazo ni bora kwa macho yake, lakini Mungu hakuzitakabali. Wakati ambao utakuja tutajifunza kuhusu sadaka za Kaini na sadaka za Abili. Leo niliomba ya kwamba tuone toba na imani. Kusema ya kuwa Mungu, adhabu yangu imekuwa kubwa, nimekuwa mtu wa ghadhabu, mimi ni mtu ambaye ni bure, sifai kabisa tena, mimi ni yule ambaye nikionekana kwa watu wanatakikana tu kuniua. Hiyo ni toba ambayo Kaini alifanya. Ni kumaanisha amejiona ya kuwa yeye ni mtu mbaya, si kama mbeleni. Mbeleni alikuwa ni mtu wa kujiamini, ni mtu wa kuaminika, lakini sasa hapa anajitambua ya kuwa yeye ni mtu mbaya. Anajitambua ya kuwa yeye ni mtu mbaya na yule ambaye anatakikana kuuliwa. Lakini Mungu akamwambia, kwa sababu hii yeyote atakayejaribu kumuua Kaini atalipizwa kisasi, na Mungu akamwekea alama. Sasa Kaini shida yake hakuamini alama
ambayo Mungu amemwekea. Kaini hakuamini ya kwamba amepata wokovu, sio kwa nguvu yake wala sio kwa uzuri wake. Yeye ni mbaya, lakini kitu ambacho amepata ni neema. Amewekewa alama ambayo hakustahili. Kwa kweli Kaini ni mtu ambaye anatakikana kuuliwa, lakini sasa Mungu amempa neema, amempa ukingo, amemwekea alama ili ya kwamba asiwezi kuuliwa. Lakini sasa Kaini hakuamini alama, hakuamini wokovu ambao Mungu amefanya kwa ajili yake, na ndiposa akatoka mbele ya Bwana. Mstari wa 16, Kaini akatoka. Mbona umetoka? Umeenda wapi? So toba ya Kaini ni sawasawa na toba aliyoifanya pia Yuda yule Iskarioti. Mimi nimemtoa kama vile mnavyojua ya kuwa shetani alimpitia Yuda akamsaliti mwana wa Mungu. Akaleta mpaka zile vipande za fedha akazitupa tena katika hekalu ya kuwa mimi nilimsaliti mwana wa Mungu. Akaenda akajiua, akaenda akajinyonga. Toba ya Kaini ni sawasawa na toba ya Yuda Iskarioti. Kuna toba ni jambo muhimu, lakini imani ni jambo muhimu zaidi. Hata kwa sasa watu wengi japokuwa wanatubu siku nenda siku rudi, lakini kwa sababu hawana imani na toba ambayo wanaifanya, hawana imani na kazi ambayo Mungu amefanya ama kazi ile ambayo Mungu alifanya, ndiposa watu inakuwa kasumba ya kila siku. Anaenda unatenda dhambi, anarudi anatubu, anaenda tena anajipata katika hali yoyote ile, anarudi tena anatubu. Mtu anaendelea katika mzunguko huo, lakini hakuna siku mtu anakuwa na imani ya kwamba sasa mimi nimesamehewa, nashukuru Mungu, mimi ni mwenye haki, nimefanyika kuwa mwenye haki, nimefanyika kuwa mtakatifu kwa sababu ya kazi ambayo Mungu amenifanyia. Mtu anaendelea kujiangalia tu na kujitazama na kusema mimi ni mkosefu, mimi ni mkosaji, mimi ni mwenye dhambi, mimi ghadhabu yangu, mimi nikionekana nitauliwa, mimi, hadi unatoka mbele ya uso wa Mungu. Hata Kaini alitoka mbele ya uso wa Mungu akaenda zake. Lakini jambo la muhimu, kama Kaini angeona ya kwamba tayari Mungu amemprotect, Mungu tayari amemwekea alama ambayo inamaanisha uokovu, ambayo inamaanisha Yesu Kristo, kwa sababu Yesu Kristo ndiye uokovu. Na kama tuliupata uokovu ni kwa sababu Mungu alituwekea Yesu Kristo ambaye ni alama ya uokovu. Na tukiamini uokovu huo, hatutatoka tena mbele ya Mungu, hatutajitazama tena. Naomba ya kwamba Mungu atupe neema, Mungu akupe neema, msikilizaji wangu, kupitia neno hili, kupitia hadithi hii ya Kaini, uweze kujua ya kwamba Mungu alikuwekea ukingo, Mungu alikuwekea alama ili ya kwamba uwe mwenye haki mbele yake, ili ya kwamba usiuliwe, ili ya kwamba kila kuonaye asiseme ya kwamba wewe ni mwenye dhambi, ili ya kwamba usisimame tena mbele ya Mungu kama mwenye dhambi, lakini simama kama yule ambaye ameokolewa. Umewekewa alama ya wokovu, na wokovu ni nani? Ni Yesu Kristo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya wokovu ambao tuliupata kupitia damu ya Yesu msalabani, na damu hiyo ndio alama ambayo Mungu alituwekea, ili ya kwamba unapoamini tu ya kwamba niliokolewa ama Mungu aliniwekea alama, wewe utakuwa mtu mwenye kufurahi. Utasimama mbele ya Mungu na furaha na kusema ya kwamba Mungu, asante kwa sababu uliniokoa. Kwa kweli mimi nilikuwa ni mwenye dhambi, lakini sasa umeniokoa, umeniwekea wokovu. Mungu aliandaa wokovu wa mwanadamu. Basi nitaongea hadi hapo siku ya leo, na naamini ya kwamba wakati ujao tutaendelea ili ya kwamba tuweze kuona matoleo gani ambayo Kaini aliandaa mbele ya Mungu na matoleo gani ambayo Abeli aliandaa mbele ya Mungu, na ni kwa nini Mungu alikataa haya lakini akayatakabali haya ya Abeli. Basi Mungu awabariki. Asanteni sana.